Vipi nakuwa? Sawa, mnabile? Kwema? Poa kama kaa? Poa. Karibuni wazee. Poa. Karibu sana. Sasa mkubwa. Karibuni. Kajiandika vizuri kwenye mechi. Simba na Yanga. Simba na Yanga. Taifa. Fanya mpango sasa ndio kwenda maana ndio mida hii unajua. Leo rais atafungwa nani bwana? Sasa sababu kila mmoja play part yake. Kila mtu play part yake Wewe rais atafungwa nani? Mimi mwekundu nadhani nitakwambia anashinda nani. Hapo si. Yanga anapasuka. Wewe nani anafunga? Kaka, kajiandae muda huu kaka kajiandae. Hakuna muda. Wewe nenda kajiandae. Basi poa, ngoja nijiandae mwanangu. Tutoke mwanangu. Uzuri matiketi yenyewe nilikuwa shakata. Basi kweli. Nakuja sasa hivi mwanangu. Haya boss. Pamoja sana. Bwana leo ujue leo kinaenda kuchimbika. Ni kweli la kaka. Wewe mbona pale kuna chuma? Sasa mbona bado bigi, mbona bado kitambi kimetoka heha? Kitambi yana kifuana. Mimi mwenyewe ananichanganya sasa sijui kwamba ni bigi au shemeji ndo anapiga chuma, ujue sielewi. Na wasiwasi. Ananichanganya sana ndugu yangu. Kama bigi mbona kitambi hakitoki? Tatizo ndugu yangu. Sema bwana wewe leo ubaya ubwela tena. Ubaya ubwela kitaenda kumbana. Na unaambiwaje? Hii Yanga unaifungaje? Wewe sasa. Leo mwanangu kienda kuumana. Uhakika. Leo uhakika. Wewe unaenda wapi? Unaenda Kwenye mpira? kwenye mpira? Nani anaosha vyombo? Nani anafanya usafi? Mimi sinarudi sasa hivi. Anapika nani? Naenda kwenye mpira mara moja ambao anarudi. Ukienda huko ujue ndo unamiaka. Sasa bigi kupika tena. Shemeji kupika tena rafiki yangu. Mambo ya mimi na mume wangu hayahusu. Kupika songe bigi ujue leo Simba na Yanga ndugu yangu. Simba na Yanga leo. Simba na Yanga. Shemeji si atapika. Fanya hapa bwana. Shemeji atapika. Shemeji kupika mpaka apike bigi naye. Bigi kumbe huwa anapika. Nimesema mambo ya mimi na mume wangu hayahusu. Bana basi mimi nitawakuta. Bigi Simba na Yanga. Nitawakuta nyewe, mimi nakuja huko Simba na Yanga babu taifa. Umeshakata tiketi wewe? Basi niongelee afu nakuja. Atapika shemeji jamaa. Shemeji. Naongea naye nakuja. Ndio maana sawa. Mimi kuajuliza, ile chuma pale ya nini ile? Mbona bigi kama chuma iko pale, mbona bado kitambi kinatoka? Kumbe ni mkeo tunapiga chuma. Mpaka kupika. Jamani. Hii sijaiona bwana. Wanaume ndio baki wachache. Wanaume tupo wachache sana. Kama kitu kinakuchanganya achana nacho. Sasa ndugu Masawe, Ndio. hivi swala unalionaje hili? Bana hii swali limekaa kibiji zaidi kwa sababu siwezi kujua kwamba bigi kwa nini anaendeshwa na mkewe vile. Hamna. Yule jamaa yule kashikwa, kuna namna. Yaani kuna namna za si bure kabisa. Ujue toka mwanzo nilikuwa naona jamaa na kitambi na mwili ule hapo anapelekeshwa vile na mwanamke wake. Bana kwanza mimi imekuwa surprise sana kwangu. Kwa sababu kwanza kwa nini mimi ujue brother bigi tunamheshimu sana maskani unajua. Tunamheshimu sana. Ujue kuna mtu anasema karogwa au nini? Bana inaweza kaa pia kwa sababu hao wanawake nao sio kuamini ujue mjini hapa. Sema ni brother, yule tunaongea kwa undani zaidi. Sema kwa sababu sasa tuna mpira. Watu tukaangalia za mpira. Hebu tuwae mpira lakini bigi kuna haja ya kumsaidia. Kazingua sema. Kuna haja ya kumsaidia. Ni kweli kabisa. Amini nakwambia. Kabisa. Niwaambia kabisa. Jamani ile Yanga ni moto. Ile Yanga ni nyama. Watu wao unajua bwana, unajua sisi tuna watu kile Yanga kambua ya ile. Na niliwaambia nitawakalisha tu, niliwaambia. Na mwingine mpaka natamani hii Yanga ingekuwa yani kama vile ndio kitanda unalalia. Jamani ile Yanga jamani hatari. Ile Yanga ina kila kitu. Ina kila kitu. Usijui ukisema Ronaldo yupo mle ndani. Ukisema sijui Ronaldo, sijui Messi yupo mle ndani. Hii Yanga jamani sisi tupate nini? Naomba tena hii serikali iangalie vizuri. Yaani iweke hata kwenye daladala, unaosha kitabu tu cha Yanga. Jamani mimi ni Yanga, unapanda bure. Hata kama ikiwa ni ndege, yaani namaanisha zile zinazopaa juu. Zile. Ukiwa kitambulisho tu cha Yanga, wewe ni mwanachama. Wewe mwanachama wa Yanga. Jamani mimi ni mwana Yanga. Yaani sasa hivi ile Yanga ilipofikia uwanjani, ikitangaza jamani uwanjani leo tunaingia mida ya saa 10. Timu zitakuwa haziendi. Maana soko ule moto. Yanga watoto wanautaka mpira. Yanga wanaupenda mpira.
yani Yanga wanautaka, yani Yanga wanautaka. Mara imepigwa hapa, mara imepelekwa kule, mara imepelekwa pale. Yani kama vile ni mdudu wangu. Ndugu yangu wewe jana umekosa mambo mazuri sana. Kwa sababu yani tuende mbele turudi nyuma. Yanga wanajua. Sababu jana tulivyoingia tu kwenye ule mchezo, nilikuwa najua kwamba 100% ile mechi lazima sisi tushinde. Lakini Yanga wamekuja kutubadilikia mwanangu. Ndio hizo ilipobadilika. Unajua Yanga kuna pasi za fulani hivyo wanapiga zile sambusa 2-3 nini mpaka kama inakuja kupigwa. Huwezi kujua goli limetokea wapi ndugu yangu. Yaani iko ni shida. Iko bonge moja ya mechi hiyo jana. Mechi kama ilikuwa nzuri. Sasa wewe blaza, unasema itakuwa. Maana yake jana mechi hujaangalia. Wewe anaangaliaje? Akisema ino kwenye kuangalia mpira, vyombo anamwachia nani? Kudeki anamwachia nani? Kupika anamwachia nani? Kile chooni kichafu anamwachia nani? Kwa hiyo jamaa kwa kipale anafanya kila kazi ni yeye. Mwanamke wake miguu juu. Sasa alafu kinachochanganya, huyu jamaa kumbe anapigwa password mpaka na mkewe. Uni mshamba. Yaani mimi huyu. Yaani yule sio kangamba amenikamata, umeona? Pale nyesi mlikuja mkaa mnaniambia tuende kwenye nini? Kwenye mpira. Hata mlivyosaa tu kuhusu mpira, mimi nikaa nimekaa pale kwenye kiti. Nikaa nimesema kwamba sasa kwamba unafika bondeni? Nisikilizie kidogo ndugu yangu. Jana hajanipiga ngoja kwanza. Hajanipiga bwana, umeona? Sasa wewe ngoja. Sasa blaza. Bana washikaji muda wote tulikopo nao. Wakati unapokuja wewe dakika 2 chache umeongea nao, mwisho wa siku wameondoka. Tatizo nini? Yaani wale wana shida hii moja. Wale kidogo inaonekana kuna problem kichwani. Wenyewe walikuja kuniambia kuhusu tuende kwenye nini? Kwenye mpira wa Simba na Yanga. Si ndio hivyo? Mimi hapa nikaingia ndani, nataka kutoka. Sawa, mke wangu katoka. Mke wangu kaniambia usiondoke, nakupenda mume wangu. Njoo nikuchumu, nikupetipeti, nikupe mahabuba, naondokaje? Wewe ungeondoka? Hauwezi kukataa. Si mwanamke wako, si mwanamke wako wa ndoa. Mungu ndoa anaishi naye. Sasa hivi aliponiambia nisiondoke yeye anaona kama mimi labda yule amenikamata ananipelekesha. Wakati kumbe ni mapenzi mahaba. Alikuwa anataka akanipelekesha. Sasa mimi ninachofikiri katika akili yangu, wanamtaka mke wako ana wivu. Kabisa. Nataka nishtuke haraka sana. Wala watakuwa wanamtaka mke wangu. Haiwezekani uingilie mapenzi yangu. Sasa haya nimeambiwa nipumzike. Mimi nisijilie minyama, niondoke. Wewe nikabaki. Eti wenyewe wanasema mimi nipigwe. Hivi mimi wakupigwa? Mimi wakupigwa. Anipigaje kwa mfano? Naweza kukukamata, anakukamata vipi? Anaanzaje kwa mfano? Yeye mwenyewe ananiogopa vibaya. Hawezi kunikamata. Kwanza ananipenda hapo ananiogopa. Kwa hiyo hawezi kunikamata. Na lazima kuogope si mume wake? Ndio. Mimi mume wake. Yaani anaanzaje sasa mimi kunipiga? Alikuwa analeta kimahaba. Tutulie, tupendane. Sasa lakini nikikuangalia ni kama vile umepigwa vile. Wewe nawe. Sijapigwa hivi, mbona na extra zao kigumu kuelewa? Alikuwa ameniita yule kimahaba. Nitulie mimi hapo pale, hataki niondoke. Nikiondoka yeye hapo roho yake alikuwa anafanyaje? Inamuuma sasa tena mimi nanipigaje? Yaani blaza ngoja nikuache mwenyewe. Kila kitu nikijaribu kukutetea lakini nakuona sikuelewi. Wewe utakuwa dishi lako limeyumba. Ngoja mimi nitoke nikuache mwenyewe. Sijapigwa. Sawa. Usitangaze nimepigwa wewe, sijapigwa wewe na wewe. Sio kama wale. Sawa. Naona leo mazoezi yanatokea, shida nini? Umechoka tu ndugu yangu. Kwa ndafu chimbo kama hivi. Ndio. Jamani kwema hapa. Jamani nimewatafuta kweli yani. Yaani jamani nisingekuwa napita kwenye hizo njia nisingewakuta kumbe. Tupo hapa. Unajua tena mimi natafuta maeneo ya kujichimbia, unajua nikiwa nyumbani tena akili haikai sawa, shemejero mwenyewe kuvuzela lile yani. Nyumbani ya kukaliki kifupi. Kwa hiyo natafuta maeneo kama haya. Huyu anatulia zangu na mimi. Lakini bro, inabidi utafute sehemu ambayo yenye amani na furaha. Unajua blaza unakuja kujificha sehemu kama hizi blaza, unajua haustahili kabisa ukaa sehemu kama hizi. Sehemu za kalama kama hivi blaza. Yaani umekuja tu umekaa kabisa yani Ni kweli kabisa bro. Alafu kitu kingine niseme kwamba sisi tunakuheshimu sana. Unaona, yani sio mimi tu, yani hapa maskani kote tunakuheshimu sana. Lakini kwamba heshima ambayo tunakupa wewe, tukija nyumbani pale tunakuta mazingira kama tulivyokukuta ile juzi, shemeji anakupelekesha nini, usiku kweli ile hali hatupendezei nayo.
Umeona? Kwa sababu si heshima, tunakupa heshima kubwa sana bro. Inapaswa tunakuheshimu sana, lakini mazingira tuliyokuta nyumbani pale kwa kweli sio rafiki kwako. Umeona? Sasa mimi nilikuwa na ushauri mmoja, kama hutojali au hutomaindi zaidi, au sio? Nilikuwa naona kabisa kwamba mimi twende kwa shemeji wote hapa. Sawa sawa. Uende ukamchane kabisa kwamba shemeji kama anaweza kubadilika, abadilike ya kuheshimu. Kama hawezi kubadilika, achana naye. Maana yule sio mzazi useme kwamba eti bwana wewe nikimwacha itakuwa mzazi peke yake ndo hana mbadala, lakini yule ni mwanamke. Unaweza ukapata mwanamke mwingine ambaye akajali hadhi yako, lakini yule mwanamke akufai, anakupelekesha. Kwa hiyo hapo unamaanisha kwamba tuende tukamchana. Issue kubwa ni kumwambia ukweli. Hapa nikienda kumchana mimi heshima yangu inarudi pale pale. Sisi brother tunakuheshimu sana. Naomba mniheshimu. Yaani sisi kukuheshimu tunakuheshimu, sio kwamba hatukuheshimu, tunakuheshimu. Isipokuwa anachokufanyia shemeji sisi ndio hatukipendi. Yaani sisi hatukipendi kwa sababu ile hali si hatujaipenda kabisa. Tumekuja juzi na tukaangalia big match, unaamtoka pesa uende ukapike. Sijui hujafua. Ila kwa sababu mimi mwenyewe bwana, mimi naona tu nimechoka. Lazima ananigombeshaga, unakuwa mkali. Yaani pale nyewe mnakuja. Yeah. Ile kwa tisa ananigombeshaga yule. Unaona sasa kwamba yani sasa wewe fikiria kwamba sisi tunakuheshimu hapa, kumbe nyumbani shemeji anakugombesha. Siku zile anakuambia upike, mara ufanye hivi, mara ufue. Wewe mashine ya kufua nguo wewe. Sikizeni. Twende. Basi sawa, kama ni kweli twendeni basi. Hapa twendeni. Twendeni, haina shida. Yeah. Twendeni tu nikamchane. Kama ameamua kuondoka bana, aondoke zake. Sahihi kwa sababu ndugu zangu twendeni. Twendeni. Yaani hapa fresh. Yaani twendeni. Haina shida. Twendeni. Mwambie. Mwambie sasa. Mwambie basi mchane ukweli basi. Yaani hata wewe nimwambieje sasa nataka nini? Mchane ukweli. Yaani acha niende ndo kwa mwambie ukweli shemeji. Wewe ndo mlikuwa mmenileta mimi kunije nifanyeje na mimi simgeni, acha nirudi nyumbani peke yangu mpaka mnisindikize. Sio mchane. Ni mchane. Eti hawa wamenikuta mimi nimekaa peke yangu sikuwaita. Na umbea wao sikufanyaje? Sikuwaita. Wenyewe wamenifuata. Mimi nimesema sitaki mtu anifuate. Wenyewe wamefanyaje? Wamenifuata. Wamekuja pale wananiambia mke wako jeuri, mke wako anakupiga, mke wako umbea. Sasa sisi tena. Hichi ndo kimbea na hichi. Huyu alikuwa asemi sana huyu lakini sasa ungekuwa unamchana wewe. Mimi nikasema sitaki kuachana na nani? Na mke wangu nampenda. Twende tukaongee. Sasa tatizo unayo una.
Matatizo hapa unayo una. Hata kama yapo yeye anakuja. Sasa ndo mchana upate hata na mchana kwa ajili gani? mchana upate uhuru wako. Hawa waambea kwanza mimi niacheni usilamu tu vyo. Ndio nini? Kama zote. Basi basi nguo tu nifue mama yangu. Ombea atumie hapo ambea wote. Rafiki yangu humu. Yaani tunakuja kwa sababu ya kukusaidia, unatufanyia Yaani sisi tunazalilika kwa sababu yako. Twende ni jamani watu vingine vituko hivi. Ni Ayushwa, mimi kila ndio kama mimi sikwenda sijataka kuongea. Wanaume tu wachache sana. Namjua, hata na mke wake atakuwa na ubongo wa akili mbovu.